To discuss something very important, ama kitu cha muhimu zaidi siku ya leo ambacho nahitaji tuangalie. It is to test the spirit. Bwana asifiwe. Hebu ambia mwenzako, testing the spirit. Hallelujah. Last time tulikuwa tunaongea mambo na intimidation. Praise the name of the living God. We talked also about the world of thoughts. Bwana asifiwe. Ni vitu ambazo nimekuwa nikizifikiria kwa muda mrefu. At the moment I'm speaking like this, you should understand, ama unafaa kuelewa ya kwamba I'm not speaking from the point of ni kitu nilisoma. Bwana asifiwe. It is an experience that I have seen over time. Bwana asifiwe. Ni kitu ambacho nimeona kwa muda. Testing the spirit. Hebu tuanze na kusoma Biblia katika mstari wa 1 John. That is what will bring us to the key discussion of today. That is the foundation that we have today. I need you to understand that you need to test every spirit that comes on your way. It is not every spirit that speaks about God that is from God. Hallelujah. It is not every spirit that says Jesus, Jesus, it is from God. Are we together? Before the end of the discussion, you will realize the facts and the key takers that you need to use so that you may test every spirit. 1 John verse 4, chapter 4 that is. My dear friends, do not believe in all who claim to have the Spirit, but test them to find out if the Spirit they have comes from God. Hallelujah. You need to check. You need to confirm. Hallelujah. You need to verify. Unafaa kuijaribu. Unafaa kuipima. Hallelujah. And see whether the Spirit comes from God. Oh Jesus, we worship you, God. We glorify your name. We magnify your name. There's none like you, Jesus. What is to test? What is testing? Wakati Mungu anakuambia jaribu kila roho, what is he saying? What is he telling Daniel? What is he telling Lucy? What is he saying Miriam? What is he telling that so and so? When he's telling test every spirit to see if it comes from God. When God is saying that, what is he saying? Hallelujah. I started by telling you, outside here, masauti ni mingi. Bwana asifiwe. There are a lot of voices. There are a lot of confusion. Bwana asifiwe. It is upon the Christians to build the muscles in the spirit to the point that they can discern whether this spirit comes from God or comes from the evil. Are we together? Sisi kazi yetu ni kupeleko kama kondoo. Bwana asifiwe. Unasikia so and so anaponya, unakimbia hapo. Hallelujah. You have not tested the spirit. What is testing? It is a very strong word. Examine. Hallelujah. When you ukiwa shule, kama ulipitia shule, if so,
tunasema we want to test using chemicals. Hallelujah. Pale shule kuna vitu kama hizo, si ndio? Unaenda lab, unachukua chemical 1, chemical 2, chemical B, chemical A. Bwana asifiwe. Unaziweka pamoja, una test something. Hallelujah. Hata ukienda kwa hospitali, wakati wanakutoa damu, they are testing. Hallelujah. They want to see how affected is your blood. Hallelujah. That is the same thing as Christians we need to do when there's voices outside there speak more loud than even the voices of God. That is what we should do. Test. That tells you it does not take one day. Hallelujah. When God is telling you, test every spirit, He's telling you, examine slowly, slow by slow. Listen to that person. Look at his behavior. Look at the fruits of that person. Angalia huyo mtu anafanyanga nini. Where is the message coming from? Where are the miracles coming from? Test the spirit. Hallelujah. Examine slowly by slowly. Angalia vizuri matunda ya huyo mtu. Bwana asifiwe. Angalia anatumia Biblia hii. Ni sawa. Bwana asifiwe. But the Bible tells me in Matthew, not everybody that calls Lord, Lord will enter in the kingdom of heaven. Not everyone. We need to test the spirit. When Jesus, through John, let me tell you something. John was a disciple of Jesus. And to bring it very close, he was a friend, a very close one, Bwana asifiwe, of Jesus. Kama unaweza kumbuka vizuri, in Gethsemane, hallelujah, it is Peter, John and James, hallelujah. In Transfiguration, John is still there, hallelujah. When Jesus, they are eating the supper, the last supper, John is in the chest of Jesus. Amelalia kifuani mwa Yesu. He was a very close friend of Jesus. When he's writing these things, he knows what he's saying. Hallelujah. He understands there are voices outside. There are voices that will come. There are voices that will confuse the men and women of God. But I'm coming to tell you, it is the right time to understand, to know how to test when the spirit is from the God or from the gods. Hallelujah. No, wazungu walituchanganya. Nikwambie kwa nini? Hata lugha inatudanganyanga sometimes. Wakati nilikuwa shule, I was writing God with caps letters. Hallelujah. I mean now the true God. Bwana asifiwe. What tells you it is the true God? Bwana asifiwe. When I'm writing the evil one, I write with the small letters. Hallelujah. What tells me it is the evil one? The question is, how do you know that the caps G means the real God? How? It is a confusion of mind. Hallelujah. You need to test. There are measures. Hallelujah. There are action you should take. You cannot test the gods with a letter. Ask you, Senor. You can't. Paul is walking out of prayers. Anaelekea kwa maombi. Bwana asifiwe. And he meets a man. Hallelujah. The Hebrew name is Elima. Bwana asifiwe. But in real name is called by Jesus. Hallelujah. That is another Jesus. When they are shouting Jesus, 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 can you verify whether the Jesus they are calling, it is by Jesus or it is the Jesus, the Son of the real God? Can you verify?
we together? Siku ya leo unapatana na mtu anakuuliza, wewe huyo Yesu ambao unaabudu, unajuaje ni mwana wa Mungu? Bwana asifiwe. How do you know it is a son of God? Hallelujah. What will you say? How do you know? Able to read John 4:1. First John 4:1, that is First John. Leo tayarisha, kama ni kuandika utaandika mistari mingi. Mark them. They are for your benefit. Bwana asifiwe. They are for your benefit. Yes, First John, that is 4:1. Msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Amen. Bwana asifiwe. Umesikia hilo? I want you to read. Tuendelee tu na verse 2. Verse 2 inasema nini? Katika ile mwamjua roho wa Mungu. Yes. Kila roho iliyo kwamba Yesu Kristo alikuja katika mwili. Yes. Yatokana na Mungu. Yes. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambaye amesikia kwamba yaja na sasa amekwisha kuwako duniani. I started by telling you John was the closest friend of Jesus. And now you see here that if you don't confess that Jesus was born in flesh, in a mystery of incarnation, if you don't confess that, number one, you are an antichrist. And I mean let it closer to you. Kama unafikanga mahali unasema afadhali mimi nikuwe Muislamu, they are our brothers. Bwana asifiwe. But I don't believe in Jesus. I'm just using an English word. Antichrist. Bwana asifiwe. If you don't believe in Jesus, the whole Bible becomes nonsense to you. Hautaniambia I believe in tithing but I don't believe in Jesus. Amen. Hautaniambia you believe in miracles and healing but you don't believe in Jesus. That is the first sign that you are in line with Christ himself. Bwana asifiwe. Another one. Let us go to Corinthians. 2 Corinthians 11. I want to show you. I'm just building a foundation. I'll be preaching in the next 10 minutes. 2 Corinthians 11:13. What does it say? Mekwambia leo you need to listen and listen and listen. And you write a lot of verses. 2 Corinthians 11, that is verse 13. What does it say? 11:13. Nasema hivi. Yes. Kwa maana watu kama hawa ni mitume wa uongo. Kwa maana watu kama hawa ni
mitume wa uongo. Watendao kazi kwa hila. Haleluya. Amen. Watendao kazi kwa hila. Yes. Wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Yes. Wala si ajabu. Yes. Maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. They are disguising themselves. Yaani wamejifunika. Bwana asifiwe. Wakae ni kama wa kweli. I have told you, si wote wanasema Jesus, pokea katika jina la Yesu. Who Jesus? Which Jesus? Bwana asifiwe. One thing, they are liars. Can I give you something? Wakati utaenda mahali ushikie kuombewa inakuanga 2-3. Kimbia. Kimbia. Bwana asifiwe. Run. Bwana asifiwe. Ati kuombea kansa sasa ni 5. How? Is it not the same Jesus? Okay, nikikuja na kichwa inaniuma ni 100 ama? Are we together? Notice the small things. Hallelujah. Notice the small things. Pressure after pressure. Oh, Bwana amesema. Hallelujah. Okay, he's saying, but verify. Are we together? Verify that spirit. Is it coming from God? Or is it from Satan? Do you remember Pharaoh and Moses? Hallelujah. When Moses throws the stick, now the magicians of Pharaoh throw another stick. Hallelujah. And the same miracle happened. I am telling you the truth. It is not every spirit that you hear. Hallelujah. Amen. It is not every teaching that you hear is from God. You and I can confirm 100%. Hallelujah. Amen. You need to test. You need to test. I need us to pray and reject every spirit of Satan. Hallelujah. That disguises himself like the spirit of truth. We create an ability in us that when we see the spirit from the evil, from the spirit of the darkness, we reject and repel completely in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. We should build that capacity in us that you can see an evil spirit and speak like Jesus. You Peter, get out of me. You evil spirit, come out of this place. Hallelujah. Amen. You remember Paul? A servant woman. Paul and Silas, they are on their business. But whenever they pass through that road, hallelujah, the servant woman comes. Hallelujah. Oh, praise the name of the big God. Hallelujah. Nonsense. I know you are the man of God. You have been called by Jesus. The servant woman says, he's not wrong. Hallelujah. He's telling the truth. Just understand one thing. That these spirits can speak the truth. Amen. We call them familiar spirits. Paul is just passing one day, another day. It was not once, but siku kadhaa. Now Paul realized, no. I don't think whether this
spirit is from God. And Paul commanded that spirit out of that lady. Bwana asifiwe. The Bible says this lady used to make money. Bwana asifiwe. Imagine for the government officials. Are we together? The moment they had Paul and Silas and commanded the spirit out of that lady, they captured Paul and Silas. Bwana asifiwe. We can be living here, but there is a spirit that is operating in the higher government officials. Bwana asifiwe. That when you unite with them, you will speak like them. Hallelujah. You will start speaking like them. And it is wrong. Very wrong. Very much wrong. Believers, we need to be very, very careful. We need to be very careful. Even some words that we speak, they can speak a lot about us. Let's go to Jeremiah 28. Jeremiah 28. What's the Bible saying? Jeremiah 28. What does the Bible say in Jeremiah 28? Verse 1. Nasema hivi. Yes. Ikawa katika mwaka ule ule, mwanzo wa kutawala kwake Sedekia, Yes. mfalme wa Yuda, mwaka wa 4, mwezi wa 5, Hanania mwana wa Azuri, nabii wa Gibeoni, akasema nami ndani ya nyumba ya Bwana, Yes. mbele ya makuhani wa watu wote, Yes. akisema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, mumeivunja nira ya mfalme wa Babeli. Yeah. Kabla hauja timia muda wa miaka 2 mzima. Yes. Mtavirudisha mahali hapa vyombo vyote vya nyumba ya Bwana, Yes. ambavyo Nebukadneza mfalme wa Babeli alivyoviondoa katika mahali hapa, Yes. akavichukua mpaka Babeli. Nami nitamrudisha hapa Yekonia mwana wa Yehoyakimu mfalme wa Yuda, pamoja na mateka wote wa Yuda, Yes. waliokwenda Babeli, akasema Bwana, maana nitaivunja nira ya mfalme wa Babeli. Yes. Ndipo nabii Yeremia akamwambia nabii Hanania, Yes. mbele ya makuhani na mbele ya watu wote, Yes. waliosimama ndani ya nyumba ya Bwana. Naam, nabii Yeremia akasema, amini Bwana na atende hivi. Bwana ayatimize maneno yako uliyotabiri. Yes. Ukivirudisha hapa vyombo vya nyumba ya Bwana na watu wote waliofungwa toka Babeli, Yes. hata mahali hapa. Lakini lisikize sasa neno hili nisemalo, Yes. masikioni mwako na masikioni mwa watu wote. Manabii waliokuwako kabla ya zamani zangu, Yes. na zamani zako, walitabiri juu ya nchi nyingi na juu ya falme, Yes. na juu ya falme kubwa, habari ya vita na ya
mabaya na ya tauni. Nabii atabirie habari za amani. Neno la nabii yule litakapotokea, ndipo nabii yule atakapojulikana kuwa Bwana amemtuma kweli. Yes. Ndipo nabii Hanania akaitwaa hiyo nira iliyokuwa juu ya shingo ya Yeremia akaivunja. Naye Hanania akanena mbele ya watu wote akisema, Bwana asema hivi ndivyo vitakavyoivunja nira ya Nebukadneza. Sikiza hapo. The prophet, these are how the false prophets operates. Bwana asifiwe. Akachukua nira yenye ilikuwa katika shingo ya Yeremia akaivunja. Bwana asifiwe. Haleluya. Akaonyesha ya kwamba hivi ndivyo itakavyofanyika. The Lord has said that this is how he will break the yoke. Hata sometimes nashangaanga sana. Anakuambia Mungu amesema, the Lord has said he will break the yoke. Hallelujah. Maisha yako itaenda mbali. Bwana asifiwe. Utafanikiwa mjini, utafanikiwa huko, utafanikiwa katika biashara. Bwana asifiwe. It's not wrong, si vibaya, but I have told you as we start, verify what kind of message, what kind of the spirit is in that person. Hallelujah. Hebu tuendelee hapo mbele. Naye Hanania akanena mbele ya watu wote akisema, Yes. Bwana asema hivi, hivi ndivyo nitakavyovunja nira ya Nebukadneza mfalme wa Babeli. Yes. Kabla haujatimia muda wa miaka miwili mzima. Miaka miwili. Kuiondoa shingoni mwa mataifa yote. Yes. Basi nabii Yeremia akaenda zake. Yes. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia. The word of God. The true word of God came to Jeremiah. What did Jeremiah say? Baada ya Hanania nabii kuivunja ile nira iliyokuwa juu ya shingo ya Yeremia kusema, Yes. Enenda ukamwambie Hanania. Enda ukamwambie the prophet, the false prophet. Enda umwambie aje. Ukisema Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Umezivunja nira za mti. Lakini badala yake nitafanya nira za chuma. And what will happen? Maana Bwana wa majeshi, yes, Mungu wa Israeli, yes, asema hivi, yes, nimetia nira ya chuma juu ya shingo ya mataifa haya yote. Ili wamtumikie Nebukadneza, yes, mfalme wa Babeli. Nao watamtumikia, nami nimempa wanyama wa nchi pia. Yes. Kisha nabii Yeremia akamwambia nabii Hanania, Sikiza sasa. Hanania. Wewe Hanania, Bwana hakukutuma. God did not send you. Lakini unawatumainisha watu hawa, yes, maneno ya uongo. Basi Bwana asema hivi, tazama, yes, na kutuma uende zako toka juu ya uso wa nchi. Yes. Mwaka huu utakufa kwa sababu umenena maneno ya uasi juu ya Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Is someone getting me really? Kuna mtu ananisikia? Hebu tuende 1 Kings 22. 1 Kings 22, I think. Yeah, 22. Tuanze 1 pia.
Yes. Wakakaa miaka 3 pasipo vita kati ya Shamu na Israeli. Yes. Ikawa mwaka wa 3, Yehoshafati mfalme wa Yuda akamshukia mfalme wa Israeli. Yes. Mfalme wa Israeli akawaambia watumishi wake, je, hamjui ya kuwa Gileadi ni yetu? Mjui. Nasi tumenyamaza tusiitwae mikononi mwa mfalme wa Shamu. Yes. Akamwambia Yehoshafati, je, utakwenda nami tupigane na Ramothi Gileadi? Yes. Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, mimi ni kama wewe, niko tayari, na watu wangu ni kama watu wako. Yes. Na farasi zangu ni kama farasi zako. Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, uulize leo na kusihi kwa neno la Bwana. Ndipo mfalme wa Israeli akakusanya. Kwanza Yehoshafati akamwambia, hebu uliza Bwana kama tuko na ruhusa ya kwenda kupigana na watu wa Ramoth. Bwana asifiwe. Amen. Gilead. Uliza Bwana kwanza. Hebu sema hapo mbele huko. Bwana uliza Bwana. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii wote kama watu 400. Akawaambia, je, niende juu ya Ramoth Gileadi? Yes. Kupiga vita? Yes. Au ninyamaze? Wakasema, kwea. Kwa kuwa Bwana atakutia mkononi mwa mfalme. Yes. Lakini Yehoshafati akasema, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye? Apart from the 400 prophets, hakuna mwingine ambaye tunaweza uliza. Hebu sasa tuende mbele. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, yes, yupo mtu mmoja tu ambaye tungeweza kumuuliza Bwana kwa yeye. Yes. Yaani Mikaya mwana wa Imla. Mikaya. Lakini namchukia. Yes. Kwa sababu hani bashiri mema. He never prophesies the right thing. Ila mabaya. Yehoshafati akasema, la, mfalme asiseme hivi. Yes. Ndipo mfalme wa Israeli akamuita akida, akamwambia, mlete hima Mikaya mwana wa Imla. Turuke mpaka 15. 15. Na alipokuja kwa mfalme, Mikaya, mfalme alimwambia, je, Mikaya, twende Ramothi Gileadi kupigana vita au tunyamaze? Hivi ndio pia, listen, hapa ndio pia the right prophets wanaangukianga mtihani. Bwana asifiwe. Unaitwa pale, unaulizwa swali mzuri, twende vitani ama tusiende? Bwana asifiwe. Hebu soma hapo mbele, akamwambia nini? 15. Akamwambia kwea. Akamwambia kwea, ufanikiwe kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Listen, hakuna kisima ambacho kinaweza toa maji moto na baridi at the same time, ama sweet and bitter at the same time. Hakuna. Naona Mikaya akiwa amepanic, ameshtuka. Nimeitwa kwa mfalme na ameniuliza swali, na wale manabii wengine wote wamesema enenda, utapigana vita na utashinda. Mbona mimi niende kusema opposite? Hallelujah. Why should I say the opposite? Nataka ni abductiwe. Hallelujah. Hebu tuende hapo mbele, tuone kama amechukua nguvu yake tena. Mfalme
akamwambia, mara ngapi nikuapishe? Yes. Siniambie neno ila yaliyo kweli. Ila yaliyo kweli. Kwa jina la Bwana. Imagine mtu anasema ati niambie maneno ya kweli kutoka kwa Mungu. Do you know how? Hallelujah. The one is fighting Elijah. Bwana sifiwe. Na anaambia Mikaya, hebu niambie ukweli. Haya, Mikaya niambie ukweli sasa. Akasema, naliwaona Waisraeli wote. Naona Waisraeli wote wametawanyika milimani. Wametawanyika milimani. Kama kondoo wasio na mchungaji. Kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana. Hawa hawana bwana. Na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, yes. Je, sikukwambia hata ni tazama, the other prophets wanamwambia, tazama Mikaya amekuja na ameanza kusema mambo hata ambayo hayafai. Haleluya. Amen. Sisi tulikuwa tumeambia mfalme, wewe nenda ukapigane vita. Haleluya. Lakini Mikaya ndio huyo anasema, hawa sasa naona Israeli wakiwa wametapakaa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ujue huyo mfalme alikuwa katili sana. Hapo mbele ukisoma unapata baada ya kuambiwa ukweli na Mikaya ya kwamba usienende katika vita. Haleluya. Kwa maana mtapigwa huko. Alipoambiwa ukweli, kabia you soldiers, kamata huyu, eka ndani. Haleluya. Na ameambiwa ukweli, akaanza kujidisguise sasa. Kaenda kwa Jehoshafati, kamwambia sasa, juu yeye nikamkora tu, Ahabu ni mkora. Bwana asifiwe. Ahabu tunaenda na wewe vitani. Na kwa sababu kule Ramo wanataka kuwa mfalme, wewe ndio utavalia nguo za mfalme. Haleluya. Mimi naenda kama civilian. Haleluya. Walipoenda kufikia Jehoshafati, akapiga duru, akasikia hapana, huyu si Ahabu. Haleluya. Bwana asifiwe. That is how Ahabu died. Ameambiwa ukweli, lakini amefanya nini? Amekana. What am I saying? The evil and the false prophets, one thing they like, wanakuambianga chenye unataka kusikia. Hallelujah. They will tell you the things that you like most. Bwana asifiwe. Watakambia utakunua gari in the next 2 years. Hallelujah. Mwezi wa mwingine utapata kazi. Hallelujah. Magonjwa ya familia yenu yameondoka. Hallelujah. Si vibaya, but they are imitators. Hallelujah. My goodness. We should be the people who are saying that. Hallelujah. Can you say that? We should be the people who are saying that. Mahali unaenda ni mbali. Hallelujah. It is not from their spirit. It is from the spirit of God. Shetani anasema ya kwamba mimi ni kama malaika wa nuru. Ninapokuja, I imitate God. Are we together? Wakati anasema pokea katika jina la Yesu, si yeye anafaa kuwa anasema hivyo. It is me and the right prophet. Verify first. Hallelujah. Sijasema I'm the right one. Hallelujah. Bwana asifiwe. Verify first. It is me and the rest of the people that believe in the same God. We should be talking about the prophecies that will come. Hallelujah. Otherwise, wengine ni waongo. Bwana asifiwe. Jihadhari. One sign, pressure to give money. Hallelujah. Second sign, they will always be telling lies because of greed. Bwana asifiwe. They need your cash. Are we together? Hakuna kitu kingine wanajua. Ni muujiza wako uko sahihi. Hallelujah. Pokea. A quick fix thing.
Jihadhari na hao watu. Haleluya. Jihadhari na hao watu. Even wale unafanya kazi na wao. I'm not telling you jitenge na watu. I'm telling you verify the spirit that is in them. Hallelujah. I told you examining does not take one day. It will take time. Angalia mtu vizuri, mchunguze. When the right prophet comes and leads people, you will see transformation. Hallelujah. Utaona mabadiliko katika wanadamu. Mtu anakuja hapa akiwa mlevi, kesho tunamwona akihubiri chini. Mtu anakuja hapa akiwa ameishiwa, kesho anakuwa tajiri. Bwana asifiwe. Those are the right people. We need transformation. Dunia inauliza maswali. Hallelujah. Dunia inauliza maswali. Tutapata muujiza wapi? Tutaponywa wapi? Lakini muujiza ambao ni kubwa ni muujiza ambayo ni wa kuokoka, wa kubadilishwa. Bwana asifiwe. Biblia inaniambia ya kwamba hata malaika wanafurahia wakati mmoja unapoingia katika ufalme. Lakini hizi muujiza naona hapa, atiweka mdomo hivi, pokea katika jina la Yesu. Nimeokoka, nimebarikiwa, nimeponywa. Haleluya. Those are nonsense. I'm telling you to the truth. People have houses and offices, Bwana asifiwe, where they are making cartoons. They sit down and look like officers. Sasa Sunday tutawanyang'anya aje? Then mlete wale makanga wa pale nje wote, au tuko hapo wote, wafanyishe exercise. Nikifanya hivi, twende sisi wote. Hallelujah. I don't know whether you believe in me, but believe in the word of God first. When Jesus was doing miracles, Bwana asifiwe, in Matthew, he said, I am doing miracles so that they may believe that I came from the Father. It is not so that they may see that I am a popular preacher. Hallelujah. It is so that they may see and the Father be glorified in me. Hallelujah. Miracles are not just miracles. They are signs. They are realities that will tell you this man has God. Hallelujah. Are they fake miracles? No. We should rebuke those people. Wengi ni wale hawajulikana. Nilikuuliza tu swali moja. Between God with caps and God with small letters, how can you differentiate the real God? Differentiation comes within. That's why nimekwambia it is something that is inbuilt. Hauwezi anza kujua sahi. You need to fellowship with God so that you may listen and understand His voice. When another voice comes, you can tell this voice is not from my Father. Hallelujah. This voice is not from my God. I have known my God for a while, but my God does not come in this way. Hallelujah. You should learn. You should fellowship with God to the extent that you can stand and taste the Spirit even in miles away. Hata kihubiri pale kwa TV, you can say, this is a lie. Hallelujah. Prayer is very important. Prayer is very important. Why am I saying all these things? It is because the world is confused. They don't know where to go. Hebu nisomee 2 Corinthians, not Corinthians, Thessalonians 2:9. Namalizia sasa. I want you to prepare
tell God, give me sensitivity. Bwana asifiwe. In a way that when I hear another voice that is not from you, I can tell, I can discern, I can reject. Bwana asifiwe. Let's read, ndio nimalizia. 2 Thessalonians 2:9. Nasema hivi. Yes. Yule ambaye huja kwake, yes, kwa mfano wa kutenda, yes, kwake shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Bwana asifiwe. Why am I saying this? It is because, hebu rudia mstari tena. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani. Yes. Kwa uwezo wote. Yes. Na ishara. Yes. Ajabu za uongo. Bwana asifiwe. Amen. The wicked one will come. The wicked one will come with the power of Satan. That is the main thing I am preaching this thing. Because it is not from the God. Hallelujah. Haitoki kwa Mungu. Believe me. Bwana asifiwe. Paul is telling Thessalonians that the wicked one will come with power of Satan. Hallelujah. And perform all kind of false miracles and wonders. What am I telling you? The only way to test this spirit, the only way to test this spirit, it is to make sure you are much richer than them in the spirit. Sijui kama unanielewa? Are you understanding me? You need to enter in studying the word of God, in praying. Bwana asifiwe. In a way that mtu akikuja na uongo, you can tell. Because of prayer, you can sense. People of God, we need prayers. Hallelujah. We need to pray so that we may not be lured, so that we may not be redirected from the destiny. We need to. Bwana asifiwe. Ukiona false prophet hapa pia mpiuki. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. And the Bible tells me in Galatians 6:1, rebuke with love. Hallelujah. Yeah, rebuke with love. Ukiona nakudanganya, rebuke. Even if it is me, rebuke me, but with love. Sinikujie na hasira. Hallelujah. Mwenye uniambie tu, brother Dan, ni hapa kuna mahali ulitupeleka vibaya. Hallelujah. Ni kama Biblia inasema hivi. I will accept it. Amen. With all humility, I will. One thing you should know, a preacher is a real man of God. They are always humble. Amen. Humility is everything. I know utofautisho iko na ngumu. Ndio maana nimekuambia ingia kwa maombi zaidi, that you can even repel every spirit from the pit of darkness. Because kuna watu wamenyenyekea tu, lakini ndani ni ubomitu. Amen. Humility. Number 2, they speak the truth regardless of the situation.
need your applause. No, they don't. They need to speak the truth. You take the truth home and accept the truth. Bwana asifiwe. Kitu nataka kusema lakini. Number 3. They are not manipulative. What do I mean? Unajua kuna kifungu ya 10, kuna sadaka ya kutoa, kuna ile ya kupelekea manabii, kuna ile ya kupea watoto mayatima. Bwana asifiwe. Huyo mtu anajua hata wewe, hata ukitaka kutoa hizo zote, mshahara yako haiwezi fikia hapo. Hallelujah. They are very manipulative. Ati anasema ukitoa hii yote, utaona vile Mungu atakuonyesha mambo. Unaenda pale unapata double. Manipulative words. Bwana asifiwe. Take care. You are a man of God. You are a servant of God. Ask for the discernment in the spirit. Bwana asifiwe. It is a discernment. Pia Bwana, I need to discern things. Hallelujah. Si kuja kuambia kwa vitu. Take care. Let us start. Yes, I need us to have a moment of prayer. The only way discernment can come, it is when Jesus enters in a man. It is when Jesus becomes full in a man, you can discern things. That's where transformations come in. Mabadilisho inakujianga hapo. Bwana asifiwe. Wakati Yesu ameingia ndani ya binadamu, that's where transformation comes in. Hallelujah. I need to tell God, transform my life, renew my mind. Bwana asifiwe. Give me the spirit of discernment. In Corinthians, the Bible says, the gifts of the Holy Spirit are this. Discernment is one of them. It is something the Spirit of God can give you. Yes, you are the Most High God. You are the Most High God. Yeah. You are the Most High God. You are the Most High God. Sima. You are the Most High God. You are the Most High God. Jehovah. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Yeah. You are the Most High God. You are the Most. Shakata para de Moshiaba. You are the Most High. 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 Yes, you are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High God. You are the Most High God. Yeah, you are the Most High God. You are the Most High God. You
You are the Most High God. 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 You are the Most High. You are the Most High God. Jesus, you are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High. You are the Most High. Sauti yako mwambie Bwana na maombi. Shakata pararadia zokopa. Rapakatosa labayande. Lepeka sota padia. Ambia Bwana, transform my spirit. Strengthen my spirit, that I may reject every kind of evil spirit, every kind of the false prophets. Shakata mama. Rapaseketele babosaya. Rapakataya labadia. Jesus, you are the Most High God. You are the Most High God. You are the Most High God. Shiri mama. Erika supataya na mahisa payana. Rakata patosa. Ramayangeli mabosaya. Rekete pete pasoya. Makatopa sakaya. Rabade selebadioso pakata. Jesus, we worship you. Inua sauti Bwana. Inua sauti yako mwambie Yesu. I need to discern. I need to discern. I need to discern. I reject false sauti. Sauti za kuzimu. I reject them. I reject them. I reject them. In the mighty name of Jesus. I reject them. Make some declaration. Father, in the name of Jesus, your people will never be deceived.
Watu wako hawatadanganywa katika jina la Yesu. I reject every spirit of darkness in Jesus' name. I speak light in them in Jesus' name. I reject every cunning spirit in their lives in the name of Jesus Christ. I command every evil spirit out of their regions in Jesus' name. Mahali watakanyanga wataongozwa na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Mamlaka ya mbingu ikawaongoze. Let the Spirit of God protect them now. Father, have mercy on these ones. Let the blood of Jesus cover their ways. Let the blood of Jesus lead them. Let the cover of the Holy Spirit go with them. In the mighty name of Jesus Christ. Every sickness, I command you out in the name of Jesus Christ. You have no power over them. They are relieved from every kind of sickness. In the name of Jesus Christ. The blood of Jesus is healing them. Because you say by the stripes you are healed. In the name of Jesus Christ. Father, thank you because you are wonderful. I praise you and I glorify thy name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Kwa tumekaa chini. Bwana asifiwe. I guess masaa ishaenda. I don't know, but let me read this verse for you, the last verse for you. It is good to know these things so that the moment utakuwa pale nje, you can tell someone, you can preach to someone. 2 Timothy 4. 2 Timothy 4. 2 Timothy 4, verse 3. The Bible says, the time will come, and the time is now. When people will not listen to sound doctrine. Amen. But will follow their own desires. And will collect for themselves more and more teachers who will tell them what they are itching to hear. Hebu nisomewa kwa Kiswahili. Maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, watakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Bwana asifiwe. Hapo imenikoroga hapo mbele, but they will get for themselves people, teachers who will tell them what they want to hear. Amen. Father, the time is now. People, they have rejected the sound doctrine, and they want to go everywhere looking for the people who will tell them what they want to hear. Amen. Let us be careful. Let us be very careful as believers. Amen. Someone mwenye anasema anahitaji maombi, inua mtu mkono hivi. I'll pray with you. Naomba tusimame sisi wote tuombe na hao. Wapige tu hapa mbele kwa heshima ya Mungu. Holy, holy, you are holy Jesus. You can do even beyond our thinking and our comprehension. We cannot do anything without you, God.
how we humble ourselves, God. I want you to know something as you are here. Hakuna kitu Mungu hawezi fanya, and he's doing it today. Hiyo shida ambayo umemletea katika madhabahu, he is going to do today. Bwana asifiwe. Na kama hatafanya leo, is a work in progress. He has started working. Amen. Tuinue tu mikono yetu. Father, in the name of Jesus Christ, nainua jina lako kwa maana hakuna mwingine aliye kama wewe. Nasema Bwana, wewe ni Mungu zaidi ya miungu yote. Tazama watoto wako wamekaribia katika madhabahu. Naachilia neema yako katika maisha yao. I speak grace in their lives. Kila jambo ambalo linawasumbua naitawanya katika jina la Yesu Kristo. Nakomesha kila masikio ambayo inasikia sauti ya kuzimu. I silence that voice in the mighty name of Jesus. I command the darkness out and speak the light of God in the mighty name of Jesus. Waliokamatwa katika kuzimu na kutawanya na wao katika jina la Yesu, na kutenga na wao katika jina la Yesu. Wameandika majina yako kutoka madhabahu ya kuzimu, na yafuta sasa na damu ya Yesu, nafuta sasa na damu ya Yesu. Wametupa magonjwa kutoka kuzimu, na yakamata sasa na kuwarudishia katika jina la Yesu. Natamka damu ya Yesu, natamka damu ya Yesu. Anga imekamatwa sasa, natamka damu ya Yesu, natamka damu ya Yesu katika maisha yao sasa. Wakaoshwa sasa, wakaoshwa sasa katika jina la Yesu. Kila mkuu wa anga mahali ambapo wanaishi, na mkamata sasa na kutamka damu ya Yesu katika hiyo nyumba katika jina la Yesu. Natawanya vizuizi ambazo zinawazuia, na zitawanya sasa katika jina la Yesu. Hazina nguvu katika hawa, hazina nguvu ndani ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Ukibariki hawa Bwana, usiwapita hawa Baba, usiwapita hawa Yesu. Kuna watu wameinua sauti, wanataka kukuona Bwana. Patana na maisha yao, patana na maisha yao. Nakemea hiyo kiovu, nakemea yule mwovu sasa katika jina la Yesu. I command him out, out in the name of Jesus. Naachilia kibali Bwana katika maisha yao. Makato pataya labasika repekete baria shakatalama. Angels of God, anza kazi sasa katika jina la Yesu. Malaika wa Bwana, anza kazi sasa katika jina la Yesu Kristo. Heavy spiritual realm yenye wamekamatiwa, na ifungua sasa katika jina la Yesu. I open it in Jesus name. I open it in Jesus name. Waanze kupokea miujiza yao, waanze kupokea mamlaka, waanze kupokea nguvu katika jina la Yesu. In the name of Jesus, in their spirits now. In their spirit now. Father, I speak power and authority in their lips. Vinywa zao zikajae mamlaka. Oh, vinywa zao zikajae mamlaka na nguvu katika jina la Yesu. Wanapoenda pale mbele, wanapoenda pale duniani, wakaongea kama watu wenye nguvu, wakaongea watu wenye mamlaka katika jina la Yesu. Kila shetani ambaye analetanga maovu katika maisha yao, na mkemea hatapata nafasi katika maisha yao tena katika jina la Yesu Kristo. I humble myself before thy presence. Be praised God because of this. Be praised God because of this. Father, tazama tu, tuko mbele zako. Kuna mtu anaombea hata familia yake. Bwana, mtazame.
Kuna mtu anaombea wazazi wake. Bwana mtazame, mfikie na mkono wako wa kuume katika jina la Yesu Kristo. Kutoka sasa ni muujiza, kutoka sasa ni miujiza, kutoka sasa ni miujiza. Damu ya Yesu inachukua usukani. Kutoka sasa ni muujiza. Damu ya Yesu inachukua usukani katika jina la Yesu Kristo. Father, thank you because you're wonderful. I praise you and I glorify thy name. Kuna mtu anaombea mtu. Hauko hapa kwa ajili ya wewe. Maybe mzazi. Sana sana mzazi. Sana sana mzazi. Sana sana mzazi. You're praying for your mother, your father. I stretch my hand. By the grace of God, mrejeshie amani. Mrejeshie tu amani. Mrejeshie amani. Mrejeshie amani. Mrejeshie tu amani yako Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Father, we praise you and we glorify thy name. Tukiondoka mahali hapa, ondoka na sisi katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Pigieni Yesu makofi mazuri sana. Pokeeni miujiza yenu katika jina la Yesu Kristo. I don't know what is the time, but I am convinced that someone, somewhere, something is happening. Hallelujah. Yes. Someone, somewhere, something is happening. Na Mungu ni mwaminifu. Amen. As I live, sitaacha kuwakumbusha. Prayer is the key to open all doors. Hallelujah. Damu ya Yesu is the key for all redemptions zenye unaweza taka. Hallelujah. Any salvation that you need, blood of Jesus. Mungu awabariki sana, atende miujiza. I want to welcome our pastor to conclude. Amen. Nataka tusimame kwa sababu